Minisha kama ukitembea na hivyo utakuwa salama. Sikiliza, hakuna usalama wewe kutembea na vitu kawa salama, haupo. Amen. Wewe pia kama unatembea na mailizi wanatembea nayo, hakuna usalama huko. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wewe mama wewe askari sasa huyo kaya anatembea na ile mawe, kaambia ukitaka kuomba usiku yaweke kitandani afu kaa pale yakalie alafu uombe na Mungu atakuwa anakusaidia, atakuwa anakulinda. Ile mama watu kwa sababu hana ufahamu, maskini fahamu wake umefungwa, haelewi, akawa anafanya hivyo, akatembea kwa muda mrefu. Siku moja tena akamwita akamwambia, naona roho ya mauti kwako na kwenye familia yako, inabidi utoe sadaka. Watu wale sadaka wazazi wako, watu wale sadaka ndugu zako, watu wale sadaka hapa. Akaambiwa 2,200 atoe kwa kila mtu mmoja, atoe 2,000 afanyie maombi eti ya roho za mauti kutolewa kwenye familia yake. Watu wanapotea, wanaangamia kwa sababu hawana maarifa. Yule mama akawa anaendelea. Siku moja tena akasema, akaenda kwa rafiki yake mmoja, akamshauri, akamwambia, huyo mchungaji wao nabii anakupoteza. Kuna shehe mmoja hivi, twende kupeleke wao, ukifika pale atakuombea, akishakuswalia pale utakuwa salama. Ile dada ya watu akakusanya vitu vyake, akaenda kufika paka pale. Utani ule shehe akamwambia, bwana karibu, nilijua utakuja, sasa nitakufanyia dua hapa. Na ili nikufanyia dua hapa, njoo kesho. Ila kesho asubuhi kabla hujafika hapa, pitia kwanza kule Kariakoo, kachukue vitu, kachukue gauni, kachukue nguo, alafu uje hapa ukimevaa umependeza, uje hapa nikufanyie dua. Mama watu kweli akatoka siku ile, akaenda kule akachukua zile nguo, akaja kule shaka kufanyia dua pale. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baada ya dua ile yeye mama anasema kwamba nikawa natembea, nikawa na roho za utambuzi. Akawa natembea na roho za, yani badala atatulie tatizo lake la yeye kutozaa, akipata mimba zinaharibika, akawekewa tena roho zingine. Akawekewa roho zingine, mapepo ya utambuzi yakaingizwa ndani yake. Sikiza nikwambie, unapoendea waganga, unapoendea huko manabii wasiofaa, wanachofanya hawaondoe tatizo lilonalo, wanaweka roho zingine ndani yako. Wanaongeza mzigo mwingine kwenye maisha yako. Amina. Sababu hakuna nguvu za giza ambazo zinaweza kutoa giza lake. Haiwezekani. Hakuna eti mganga eti akutolee uchawi umelogwa. Haiwezekani. Anachofanya na kuongezea tu roho zingine, ziendelee kukuweka kwa mzigo zaidi, ziendelee kufanya uteseke zaidi. Lakini jioni leo ukimpokea Yesu, ukamwamini Yesu, asema mimi ndimi njia ya kweli na uzima, watu wakija kwangu hawapotei, lakini pia watapata uzima. Hata kama wamekufungwa na damu, ukija kwa Yesu, Yesu anakufungua, unakuwa mzima. Amina. Ile mama akaendelea kuishi. Siku moja anapita kwenye mitandao ya kijamii, kutana na mchungaji mmoja anafanya huduma ya kweli. Sasa ndio akaenda pale, kafika pale, kafanyia maombi, akapigwa maombi ya kutosha. Yule mama pale sasa alikuwa ana ujauzito ambao na wenyewe pia katika utoke. Yule mama yule akafanyia maombi pale. Baada ya maombi yule mama akafunguliwa. Alikuwa amejaa mapepo ya kutosha. Kwa nini? Aliwafuata wanadamu kutafuta msaada huko. Na maandiko amesema, amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, lakini amfanyaye pia kuwa kinga yake. Sasa wewe rafiki yangu unaendea waganga, unawaamini, unafanya kwa wao wakulinde, wao ndio kinga ya wewe, umelaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jioni leo na habari njema tu kwako. Hajalishi namna gani umeishi, hajalishi njia uliyochagua uliyopitia awali ilikuwa sio njia sahihi, lakini leo unaweza kufanya maamuzi ukabadilisha njia yako. Ulikuwa unaona raha kutenda dhambi, hasa rudisha moyo wako, urudishe kwa Mungu tena, urudishe kumwamini Yesu tena, ili akutengeneze ili uwe salama, ili sana wakati ambao unapotembea duniani, hata ukawa umekufa, unakuwa na uhakika wa kesho yako, unaenda kupumzika sehemu salama. Amina. Unafikiri kwa nini tunahubiri? Unajua ni kwa nini?
Unaweza kusema mbona unapiga kelele kila siku anahubiri? Unafikiri kwa nini tunahubiri? Maandiko yanasema Mungu anahuzunika watu wanaokufa katika dhambi. Mungu anahuzunika anapoona watu wanapotea katika dhambi, na hali ya kuwa neema ameileta duniani, hali ya kuwa Yesu yupo, na huzuni ni mmoja tu, njia ni mmoja na rahisi, watu tu kumwamini yeye tosha. Amina. Kumwamini tu Yesu rafiki. Mzee, kumwamini Yesu tu inatosha. Lakini bado watu walikuwa na mzigo, wanaona kazi, wanaona mbona maisha yangu haya nimeyazoea. Nitasaje pombe mimi? Nitasaje sigara mimi? Nitawezaje kuacha eti wanawake nikaokoka? Sikiliza. Hayo maisha yana mwisho. Yana mwisho kabisa, yana mwisho kabisa. Yana mwisho, na mwisho ukifika sio mzuri. Mwisho ukikuta hapo kwenye maisha hayo sio mwisho mzuri. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, watumishi wa Bwana. Amina. Na juna leo nakwambia tu habari hizi. Moyo wangu unasikia kuambia tu habari hizi. Ya kuwa ukimpokea Yesu, ukimwamini Yesu kama andiko linavyosema. Yanasema ukimpokea tu Yesu, ukamwamini, ukafungua moyo wako, akaingia ndani yako, basi jambo la kwanza kabisa analofanya, anakutengeneza kwanza. Anaondoa kile kikwazo ambacho kilifanya wewe usiingie mbinguni. Anaondoa kwanza kile kikwazo ambacho kitafanya hata siku kilala wewe usiingie kumwona Mungu. Anakiondoa kwanza kikwazo hicho ambacho ni dhambi, anakiondoa ndani yako, anakupa usafi, alafu anakutengeneza na kuwa safi. Kama ulikuwa uwezi pombe, uwezi sigara, uwezi kuacha wanawake, uwezi kuacha wanaume, uwezi kuacha waganga, unachangaa tu unaacha. Amina. Kwa sasa uwezi, kwa nini? Ni kwa sababu uko peke yako, hauna Yesu, ndio maana uwezi. Lakini ukimpokea Yesu, anachokifanya kwanza, anakusafisha. Akisha kukusafisha, anakupatia hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ikiingia ndani yako, hofu ya Mungu ikipandishwa juu, unayakataa mabaya mwenyewe kwa neema ya Mungu. Amina. Mwenyewe ulazimishwa na mtu. Mimi hapa sikulazimishwa na mtu kuacha dhambi. Sikulazimishwa na mtu. Sikulazimishwa na mtu kuacha kuendea waganga. Sikulazimishwa na mtu. Na mimi babu yangu alinilea, alikuwa ni mganga wa kienyeji. Na nimekuwa tangu nikiwa mdogo, nimekulia kwake mpaka nimekuwa mtu mzima, nipo kwake. Na uzuri ile babu yangu kwa ni ustazi pia. Alijenga msikiti kule Mwanza Sengerema kule. Alijenga msikiti kule safi kabisa, kwa ni swala 5 mzuri tu. Lakini akamkia kwenye uganga. Pengine anaenda na pia anagua vizuri tu. Huyo mbingu ya wapi mtu anaenda huyo? Mbingu ya wapi huyo mtu anaenda? Yaani msikitini anaenda vizuri na bado anaagua vizuri. Wewe unasema unamtafuta, huyo ni Mungu gani unamtafuta hapo? Alafu na wewe pia unatoka hapo, unawaendea wao, unaenda kusema, "Naomba unisaidie mganga, naomba unipigie ramli hapo. Najua kesho yangu inaendaje, najua biashara zangu zinaendaje." Wewe unatafuta matatizo mwenyewe. Amina. Yaani unatafuta shida mwenyewe kwa kupenda. Lakini Mungu bado ni wa huruma. Mungu bado ni wa neema. Mungu bado ana upendo na wewe. Mungu bado anafurahia ukiishi, lakini anafurahia zaidi ukimwamini, ukarudi kwake. Maana asili yako ni wewe kumwabudu Mungu aliyekuumba. Maana kila mtu aliyetengeneza vitu duniani hapa, anavitengeneza ili viwe chini yake. Anavitengeneza ili viwe chini yake. Una biashara unaifanya, unaweka hiyo chini yako, wewe ndio iongoze biashara yako. Una watoto umewazaa, hao watoto unawaongoza wakiwa chini yako. Ndivyo ambavyo Mungu amekuumba, atamani kuongoza ukiwa chini yake. Urudi kwake umwabudu, aendelee kukuongoza ili usipotee. Amina. Wewe shetani mjinga sana. Shetani kumpinga tu na ujinga wake. Unampinga. Unasema sasa mimi nimetumikia dhambi vya kutosha, nimetumikia sasa ulevi wa kutosha, nimetumikia kama ni vinaza kutosha. Sasa hebu naamua naacha. Unapinga mara moja, unampinga. Maandiko yamesema mpingeni shetani hata wakimbia. Unampinga, unapompinga unamtii Mungu. Alafu Mungu anakutengeneza unakuwa chombo sana. Amen. Sasa nadhani ukiishi hivyo mwisho wako utakuwaje?
Hivi mtu jiulize. Ndio inatokea leo pap. Mwisho wa dunia umefika. Yesu amerudi, amechukua watu wake. Wewe utaenda. Wewe utaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jiulize tu moyoni, katokea leo pap, Yesu amefika. Amechukua watu wake wale muamini. Wewe je, utaenda kwa nini ambavyo unaishi? Utaenda au utabaki? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe jirani yako kitokea sio amekuja, utaenda? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lazima ujitafakari, ujifikiri. Sababu unaishi lazima uwe unawaza na hivi leo naishi hivi. Na matokeo mimi kuishi hivi leo kesho itakuwaje? Lazima ujitafakari. Na uzuri mmoja, Mungu ametupa akili. Sisi sio kama wanyama ambao wanaishi tu. Mungu ametupa akili, anatupa ufahamu, anatupa uwezo kufanya maamuzi. Mungu anatupenda sana. Wapata akili, wapata uwezo. Watu wa akili kubwa. Lakini anatamani sana watu ambao wamewapa akili warudi kwake ili wawe salama. Ili pamoja na akili zao wamtumikie yeye, pamoja na akili zako basi umtumikie yeye, pamoja na uwezo wako umtumikie yeye ili iwe salama. Maana maisha ya duniani ya muda mfupi, lakini maisha baada ya kuondoka duniani maisha ya milele, sio ya muda mfupi. Ikitokea leo umeondoka duniani na hauna Yesu, ikitokea leo umeondoka duniani na bado umeng'ang'ana na dhambi zako, bado umeng'ang'ana na waganga tu, umeng'ang'ana na uchawi wako, umeng'ang'ana nao tu namna hii, ikatokea umeanguka leo ukaondoka, sikani kwambie unakoenda ni kwenye maisha ya milele. Hakuna kufa tena. Ikiwa utakufa bila Yesu, unakoenda kwenye moto wa milele ambako ni maumivu milele. Maandiko yanasema tumeomba kwa mfano sura ya Mungu. Mungu wetu ni roho na malaika ni roho, mapepo ni roho. Nikuuliza swali, utasikia malaika amekufa? Ushakusikia? Kama leo tunaenda kufanya maziko ya pepo limekufa, ushakusikia? Kama leo tufanye leo mazishi kuna mbinguni malaika amefariki, ushakusikia maneno? Hamna. Kwa nini? Kwa sababu ni roho. Roho hazifi. Na wewe uko ni roho ile uko ndani ya mwili. Na huo mwili una muda mfupi tu. Huo mwili utasawa na wakati utachoka na utamaliza muda wake. Roho yako ambaye ni wewe sasa kuna mahali unaenda. Na uko unakoenda yafaa wewe ndio upandae. Hakuna mtu atakaye kuandalia. Na ndio Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Watu hawaji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu ndiye njia ya watu kuipitia na kisha ukaulishi uzima milele. Yesu ndiye njia ya watu wakiipita wanakuwa salama. Yesu ndiye njia ya watu wakiipita hawapotezi roho zao jehanamu. Amina. Yesu ni mzuri. Amen. Yesu ni mzuri. Ndio maana anataka watu wote warudi. Watu wote warudi. Nilipokuambia hakuna kifo cha pepo, hakuna kifo cha malaika, kwa sababu hao ni roho na wewe pia ni roho. Ukiondoka hapa na maisha ambayo unaishi hivi unavyoishi bila Yesu, katokea umeondoka, unakwenda ni kwenye maisha ya milele ya maumivu. Na maandiko mzidi Yesu anawaambia, ya nini mtu apate ulimwengu mzima, apate wanawake wengi, apate wanaume wengi, apate mali nyingi, apate kila ambacho anataka duniani, lakini apate hasara ya roho yake? Ina faida gani? Ina faida gani wewe kupata mapesa mengi duniani hapa, kuishi unavyotaka duniani hapa, kuishi unavyofurahia duniani hapa, alafu mwisho wa siku ukapoteza roho yako jehanamu? Kuna faida gani? Ndio maana yeye muamini Yesu. Alafu uzuri mmoja, sisi tunaamini Yesu tutakuwa maskini. Ukimpokea pia Yesu bado tunafanya kazi na bado utapata pesa kama kawaida. Amina. Wenzako tunafanya kazi na bado Mungu tunamtumikia kama kawaida. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kama biashara tunafanya na Yesu tunamtumikia kama kawaida. Kwa nini? Kwa sababu kuna sana siku tunaelewa tutaondoka duniani hapa. Maana sisi sio wakaaji wa kudumu. Kuna saa tunapita, tutaondoka, tutapita sisi, habari yetu tutaisha. Habari yetu ikisha, je, tunaenda wapi? Ikataka leo umeondoka, utaenda wapi? Leo ndo papo umelala, utaenda wapi?
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio maana muhimu sana kama mwanaume mwenye akili, mwenye ufahamu, lazima ujiulize haya maswali. Haitoshi tu kusema mimi naishi natafuta fedha. Sawa, tafuta fedha, andaa kesho watoto wako, lakini pia andaa kesho roho yako. Amen. Kama roho yako siku utakapoondoka kwenye mwili tena kukaa sehemu salama. Na sehemu salama hiyo ili ukafike, njia ni moja tu. Ni kumwamini Yesu. Anajitambulisha yeye ndiye njia. Yesu ndiye njia. Amina. Yesu ndiye njia. Kwa kumwamini Yesu kwenye maisha yako, hautapoteza. Hautapoteza kabisa. Kuna mahali fulani kwa namshuhudia mtu mmoja akasema, hawa ni wa hivyo hivyo tu. Hawa yani wakianza kuongea wanaongea roho hele. Sikiliza. Anaongea kitu ambacho haelewi. Kwa nini? Kwa sababu akilala leo atenda wapi? Unajua tunaishi tunafikiria leo tu, tunafikiria hapa tu, tunafikiria pale tu. Hatuwazi tukifa tuondoka wapi? Na mtu ambaye anaishi lazima ajue hata nikifa nenda wapi. Lazima ufe. Wengine wanaogopa sasa hivi mimi nikifa, anaanza kuhofia kuanza kufa. Mtu kutoka anamwambia utakufa au tutakufa, anaanza kuogopa. Tena namkemea, wewe mimi siwezi kufa bwana, haraka hivi tena masuala kifo yaondoe, usiaongelee hapa. Sikiliza, kufa tutakufa tu. Na kama kufa tutakufa tu, lazima tujue tunaenda wapi baada ya kufa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Uzuri mmoja ni kwamba ukimpokea pia Yesu, anakupa favor ya uzima. Anakupa pia nafasi ya kuwa mzima. Hata kama damu alikufunga, yeye anakufungua. Kisha unakuwa safi, unakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Mwambie jirani yako, uko tayari kumwamini Yesu? Uko tayari kumwamini Yesu? Muulize tena, muulize, uko tayari kumwamini Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sauti sikike baba. Ni muhimu sana kama mtu ambaye unatembea. Ni muhimu sana mtu anayetafuta maisha, unajua kutafuta maisha, jua na kutafuta kesho yako vizuri. Amina. Itafute kesho yako kwa bidii. Itafute kesho yako baada ya kuondoka kwa bidii. Ili unakoenda ukaenda vizuri. Mpaka sehemu yenye pumziko. Hivyo unajisikiaje siku ambayo unaondoka alafu uko na Yesu, unajishangaa tu uko mbinguni. Huko unaona malaika wanaruka wanasifu, wanaabudu, na wewe pia uko miongoni mwao. Unajisikiaje? Unajisikia vizuri. Sababu hakuna madamu asiyependa raha. Kila mtu duniani anapenda raha. Kila madamu anapenda raha, wanachukia maumivu, wanapenda raha. Na kama unapenda raha ya milele, basi kachukia maumivu ya sasa ili ukapate furaha na raha ya milele. Amina. Nini kupata raha sasa hivi alafu ukaingia kwenye maumivu ya milele? Kwa nini? Kwa sababu unaweza kuishi maisha unayoishi leo ya uzinzi, unasikia raha, wewe unasikia raha tu. Ndio unaleo unasikia raha tu. Unatembea kwa unasikia raha tu, unaloga unasikia raha tu, kuroga. Unagua unasikia raha tu. Sikiliza. Hayo maisha unayofurahia leo yanatengeneza kesho yako ya maumivu. Kwa ni heri yakatae mabaya duniani, uyakatae yote maovu ya duniani, ili mradi uipate roho yako kwenye uzima wa milele siku ukiondoka hapa. Amina. Leo tena ni safi. Safi. Naishi mbona ninavyotaka. Kwa mtu ananilisha yupo ni safi. Lakini sikiliza, watu hawakuambia, mimi nakwambia jioni leo. Hayo maisha ya kuishi kwa uhuru unaotaka sio mazuri. Hayo maisha hayana faida ya kesho yako, na bado yanachakaza na afya yako pia. Afya yako inadhoofika pia kwa sababu ya hayo maisha. Na ndugu yangu mmoja ni mjomba, alikuwa analewa sana, alikuwa anakunywa pombe sana. Umetokea juzi alifariki. Na kabla ya kufariki alikuwa anatangatanga kwenda kwenye makanisa kwenda kutafuta msaada.